Wambua na kwa niaba ya watu wa Mount Kenya tunataka tukushukuru sana. Wakati tulikuwa na impeachment, huyu ndiye alikuwa chairman yetu ya kusema Rigathi must not go. Hata kama watu wetu waliuzwa hapo wakanunua pesa, hawa watu walisimama na sisi. On behalf of the people of this region, we will be forever grateful. Thank you. Gai wakwa magegania. Gai wakwa wewa magegania. Bwana Yesu asifiwe. Andoito murega rege. Andoito mwasenge. Asante sana. I will also be very brief. Mwanzo wewe nimeona pia hujaelewa ukubwa wa hii function. This is a very big function. Wewe si uko hapo? Alafu ukiangalia pande hii, unaona the people's deputy president yuko hapa. Unamwona hapa? Na unaona the people's vice president yuko hapa. Kwani sasa yani function iko na viongozi wawili wa hiyo level. Unaona kama ni function kidogo? Not at all, si ndio? Alafu ukiangalia pande hilo unakuta serious cabinet ministers. Cecily Kariuki yuko pale. Kipruto Abukira, we remember you when you were Minister for Agriculture. You did well. You did very well. Commander, Minister Sports. Bwana Matiang'i, Minister Interior. Mgine Wamalwa, Minister wa Defense. Our own lady, Martha Karua, Minister for Justice. Unaenda kwa Speaker of the National Assembly, the Attorney General, and Minister of High Standing, Mheshimiwa Justin Muturi. Unaenda Governor Kaiga. Unaenda pale waziri wa Agriculture, na huyu amesema leo akisimama atatuambia fertilizer ilikuwa ya nani. Atasema ukweli hapa. Si ndio? Tujue hii maneno iko na mtoto, tuweke maneno wazi. Mimi nataka niseme maneno mawili kwa William Ruto. Mwanzo, William Ruto, stop thinking that you can lecture us on what we want to do. Wewe fanya maneno yako vile unataka kufanya maneno yako. Wachana na sisi tujipange. Wewe jipange kutoka kwa State House, sisi tunajipanga kuingia State House. Sawa sawa? Usiwaambie ati hawa tukikutana ukabila. When William Ruto you used to come to Mount Kenya region before the 2022 elections. Wakati ulikuwa unakaa hapa kila siku. Kwanza ulikuwa umeanza kuongea hata Kikuyu. Sasa leo watu wengine wakiungana na Wakikuyu inakuwa ni ukabila. Stop it my friend. Wewe jipange vile unatoka, si najipanga vile tunaingia. Ya pili kwa viongozi wetu, kwa sababu this is very important. Imesema lakini wacha tuiseme vizuri. Sisi hapa tunasema we are taking advantage of the disorder and the chaos in the Ruto administration. Sababu wale watu, they are clueless. They don't know what they are doing. Wao wanasema they are waiting for you to be divided. Wanangoja siku moja kila mmoja wenu asimame aseme nataka kuwa president, huyu aende zake, nataka kuwa president, huyu aende zake. Let me tell you something, our leaders. This thing is not about you. This thing is about this country. This thing is about making Ruto a one-term president, not for the sake of just removing him from office, for the sake of saving this country and future generations. Kwa nataka kusema hivi, our leaders, in fact, nimesikia nana declaration nini, the best declaration that we can make out of this meeting is that yule mmoja wa hawa ambaye atatoka kwa hawa aende maneno yake peke yake, huyu atalaaniwa na Wakenya. Ama mnasema namna gani watu wetu? Yule mtu atakuja kusema ati lazima mimi, huyo tumlaani kama Wakenya. We are not even careful about who becomes the presidential candidate. Hata mseme ni Meru kama atawezekana.
Haya mseme hata ni Saitoti. But let us have one presidential candidate to face Ruto. Na msidanganye mwambie ati mseme mapema, mkisema mapema mtaingilia. Si leo si najua presidential candidate wa UDA ni nani? Sinamjua? Ni nani? Si ni Kasongo. Sasa kuna shida gani sisi ukisema tunajua who our presidential candidate is in good time? So watu tujipange na tujipange vizuri. Nikienda kumaliza watu wetu, mimi kuna wimbo nataka muimbe. Umesema huyo jamaa yuko wapi saa hii? Yuko Nyanza, si ndio? Tunaweza peperusha sauti ifike huko kidogo, tumwambie yote yawezekana bila Ruto. Tunaweza hiyo maneno? Tunaweza? Mnaweza? Yote yawezekana. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Yote yawezekana. God bless you so much.